Haya. Wewe dada Mbengali ulionipigia simu leo asubuhi. Majibu yako ni haya hapa. Hapa na kwani anaongea nini? Labda niulize. Maana nakaa kimya na wanyamazia na wapuuzia, muda mwingine mnaniona mimi kama mpumbavu hivi, sina akili. Yaani mmefanya mlivyovifanya, mimi nipo kimya. Kunitumia watu, kunifanyia hivi, nipo kimya. Labda yeye anaongea nini kwa mfano? Eti dada fupi unaongea nini yani? Unaongea nini? Kilichotokea kitu gani ambacho wewe useme mimi sijataka kumomba mtu samahani, nilimwambia tu kwani ukuomba samahani? Kitendo cha kusubutu tu kusema kwamba niko tayari kumalizana na Kilapo, tena sio Kilapo, Kilapo, kwa sababu mimi sina ugomvi naye, mimi mgomvi wangu Sauda. Lakini kwa sababu ulikuwa ushajishusha, laiti kama mimi nisingekataa, wewe ulikuwa uko tayari kutaka suluhu siku ile. Unajua mimi nashangaa kwa nini mnapendana kinafiki nyinyi? Mnatakiwa mpendane kwenye shida na kwenye raha. Mwenzio akikojoa na wewe kojoa usinye. Lakini mwenzio ameamua kulifanya hili, wewe unamgeuka. Kwa pale ulisema nini? Nasikia nilisema kama mimi hapa, kama anavyosema Kilapo, hawezi kuongea na mimi kwa sababu mgomvi wa Sauda ndo mgomvi wake, na mimi nimewamwambia kwamba siwezi kukaa kile kikao mpaka dada yangu awepo. Ulisema saa ngapi? Kwanza hiyo kauli nimeisikia, uliongea mbele yangu. Hiyo kauli uliongea baada ya mimi kuondoka na baada ya mimi kukataa. Lakini siku ile kama ningekubali dada suluhu ulikuwa unaitaka, na kusema kabisa mimi sina shida na dada Kilapo, akinisalimia na maneno yangu mawili ya kutaka kumwambia. Umekaa pembeni na mtu ulikuwa unaongea naye karibia dakika 10-15, mmeingia chooni. Yote unasikiliza, unasema mimi niko tayari kuelewana na Kilapo. Kitendo cha kuambiwa Kilapo kukataa, unataka kujisafisha ili uwe bwana wako asikuone kwamba wewe siku ile ulitaka suluhu na mimi. Sikiliza nikwambie wewe. Unapotaka kuongea au kufanya kitu chako, fanya kwa halmashauri yako ya kichwa. Hata kipindi kile nilipokuwa nakwambia mimi wewe hapa unajiita Queen sijui Elizabeth. Hata kipindi kile nilivyokuambia mimi kwamba sina ugomvi na wewe na sigombani na wewe, nilikuwa na maanisha kwa sababu ya kukutoa kwenye kitu ambacho wewe ukijui. Leo hii umetumwa. Ulitumwa. Suluhu ulitaka? Yaani kiufupi tu samahani ulikuwa unataka kuomba. Nisipinde pinde. Japo jana ndio huyo mtu alinipigia simu na kuniambia kabisa hapa Kilapo na kurekodi kwa ajili ya kuweka vitu sawa, siogopi kurekodiwa, na ndio maana niliongea. Mnaotaka samahani kwangu sio mmoja wala sio wawili, na vitu vipo kwa ushahidi. Kama juzi kweli ulitaka suluhu na mimi tumalizane, nikakwambia sikiliza nikwambie mimi sio mnafiki. Mimi sio yule wa zamani, mimi ni Kilapo mwingine kabisa. Yaani nimeamua kabisa kujitoa kwa hali na mali na maisha yangu, hata kwa maana ndio maana jeshi. Afu kwa nini? Nyinyi mbona mpo wengi? Ilitakiwa mimi mtu mmoja ndo nitoke niwaombe nyinyi msamaha, lakini nyinyi kila mtu akikaa na mtu amuongee kitu kingine. Amuongee kitu kingine, mnamuongelea Kilapo. Unajua Kilapo hana baya, Kilapo mimi nimetoka naye mbali, Kilapo ananijua kuliko nyie, Kilapo alinibeba kwenye shida zangu, nyinyi mmenipenda mimi kwenye hela. Sikiliza nikwambie, shida zako nilizibeba, lakini sasa hivi kwenye mazuri yako sina shida. Kwa hiyo kaeni muambizane. Unajijua ulitaka ugomvi na mimi, yani ugomvi usiishe. Kwanza na waona madhaifu mbwa kubwa nyie. Nyoko samani za nini? Nyinyi si mlingoti chuma bendera chuma, mko wengi, mko kundi. Mimi niko mmoja peke yangu. Na kila mtu atatumikia adhabu yake mmoja mmoja ili tuheshimiane. Mbona kabla hata sijawapa hizo dozi zenu mnaanza kuomba msamaha kitu gani? Sikiliza nikwambie dafupi. Sikiliza nikwambie wewe hapo. Maana nilikuwa sijai kukuongelea hata siku moja, leo na kuongelea wewe mtungi wa gesi na kuongelea. Tumia akili yako unapotaka kuongea na mimi na kujadili mambo na mimi. Kikubwa kabisa, tena kwa upana. Sikuwahi kukuingiza kwenye maisha ya ugomvi wangu na huyo bwana wako. Ila uliyataka mwenyewe. Umeelewa? Juzi umetaka suluhu, kitendo cha mimi kukataa, unajitoa kimasomaso ili bwana wako asikuone mnafiki, si ndio manaki? Wewe ni mnafiki, tena mnafiki mkubwa tu. Usichokijua hata bwana wako anaongea uko na watu pembeni kwamba wewe sometimes ndo unamsababisha hata kitaka kurudi nyuma kuhusu mimi, wewe unamchochea. Na uchochezi unao tu.
Unafiki wewe unao, na ndio maana Mungu kakuumba vile kama sijui kitu gani. Ujulikane hata ulivyo na mashafu yako haya yalokaa juu kama uchi wa mtoto. Sikiliza wewe. Sikiliza wewe. Tena nisikilize kwa makini. Simuogopi mtu yoyote, narudia. Simuogopi mtu yoyote. Ila nimekaa kimya, nina vitu vyangu nafanya. Na kama nina vitu vyangu nafanya sitaki kelele. Sasa hivi nataka kufanya vitendo tu. Kwa hiyo nimekurekodia ili ujue kwamba mbona mimi hajanichamba? Mbona mimi nakuchamba vizuri tu? Una nini wewe dondola wewe? Una nini wewe mnuka mdomo wewe usichamba? Una kitu gani ulichonacho wewe mende wewe? Cockroach mkubwa mkachooni. Una nini wewe? Mpaka usiambiwe wala usichambwe. Au unaona kama nilivyokuwa nakuachia labda ukaona kwamba nakuogopa. Nikuogope kitu gani wewe nikikuchukua na kutia tu kwenye pochi yangu wewe? Na kubeba kama ninavyobeba senti zangu. Umeongea mengi sana, nilikuwa nakuangalia tu. Sishindani na yeye mpaka tatumbo. Haya mimi nina tumbo, nimezaa watoto 5. Wewe hilo tumbo lako umezaa watoto wangapi? Maana tuongee ukweli tu. Maana nataka tuongee maneno mengine mpaka tupate dhambi. Wewe una tumbo hilo hapo, tumbo limeungana na mgongo, tumbo limeungana na makalio, tumbo limeungana na ziwa, tumbo limeungana na kichwa na shingo. Umetoa watoto wangapi? Mami tumbo langu limezaa hili na bado naendelea kuzaa. Wewe umetoa watoto wangapi? Au unataka tuongee tuonekane tunamkufuru Mungu tu? Unataka tuongee tuonekane tunamkufuru Mungu? Mnamchokoza mtu makusudi mpaka aseme. Na nikisema nasemaga maneno mabaya kaongea lile kamkufuru Mungu, yeye kama sio Muislamu kweli? Lakini unapofika taadamu na nafsi yako wewe, Queen sijui, wewe mtu mfupi wewe, jiheshimu. Suluhu ulitaka ila nimekukatalia. Na naongea ukweli yani. Wewe kama una ugomvi wa Sauda mimi ndio ugomvi wangu. Sijui unanielewa eh? Ugomvi wa Sauda mimi ndio ugomvi wangu. Kwa hiyo kaa ukijua. Wewe pambana na bwana wako. Sio unanielewa? Pambana na bwana wako na maisha yenu ya kijinga. Sio mimi. Mimi ni mtu mwingine kabisa. Sasa nimekujibu, na kama unataka kuongea ongea live. Usiongee pembeni nyao wewe.